These people that I saw enter, hivyo basi hawa watu ambao naliwaona these wakiingia, are the features of their hearts. basi hizi ndizo tabia za moyo wao. Their hearts have absolute faith in God, number 1. Moyo yao iko na imani kweli kweli kwa Mungu. Number 2, absolute love for God. Nambari 2 ni kwamba wako na upendo wa kweli kwa Mungu. Number 4, absolute thankfulness to God. Nambari 4, wako na shukurani za kweli kwa Mungu. Number 4, absolute repentant heart. Nambari 4, wako na moyo wa kweli wa toba. Number 5, absolute obedience unto the Lord. Nambari 5, wako na utiifu kweli kweli kwa kikamilifu. Number 6, absolute honesty to God. Alafu nambari 6, wakiwa na uaminifu wa kweli kwa Mungu. Number 7, spirit-filled heart. Nambari 7, wakiwa na moyo uliojazwa na Roho. Number 8, a heart that spends time alone with God. Nambari 8, moyo ambao unatafuta muda wa pekee na Mungu. Remember, the spending of time alone somewhere, kumbuka kuchukua wakati fulani wa kipekee ukiwa peke yako mahali fulani, is the wonderful companion, ni ushirika wa ajabu, the wonderful friend to companionship, communion with God. urafiki wa ushirika wa karibu na Mungu. When Moses was alone somewhere, Wakati Musa alikuwa peke yake mahali then the fulani, Lord approached. kisha Bwana akatokea. So a heart that can spend some time alone Kwa hivyo with the Lord. moyo ambao unaweza kuchukua muda fulani pekee pamoja na Bwana. A bold heart, Moyo wa ujasiri, an inquisitive heart, an inquiring heart if you will. moyo wa kutaka kujua, kutafuta, A caring heart. moyo wa kujali. Kumbuka, And he says, as a heart of servanthood, a servant heart. moyo wa utumishi, moyo wa utumishi, A self-sacrificial heart. moyo wa kujitolea, A courageous heart on the matters of God. moyo wa ujasiri kuhusiana na masuala ya Mungu, A loyal heart. moyo wa uaminifu. In other words, absolute loyalty to God. Kumaanisha uaminifu kamilifu kwa Mungu. A heart that declares the power of God. Moyo ambao unatangaza nguvu za Mungu. A heart that declares the grace of God. Moyo ambao unatangaza neema ya Mungu. A heart that depends on God's provision. Moyo ambao unategemea utwalizi wa Mungu. A heart that desires God's presence. Moyo ambao unatamani uwepo wa Mungu. A humble heart. Moyo wa unyenyekevu. A reverent heart. Moyo wa heshima. A respectful heart. Moyo wa kuheshimu. A trusting heart. Moyo wa kutumaini. Or trustworthy heart. A devoted heart. Moyo uliojitolea. A heart that recognizes Jehovah for who he is. Moyo ambao unamtambua Yehova kwa kuwa yeye ni nani. A willing heart. Moyo ulio na hiari. A holy heart. Moyo mtakatifu. A righteous heart. Moyo wa haki. A heart of worship. Moyo wa kuabudu. A heart that strives to do and fulfill God's will. Moyo ambao The very reason he called him and distinguished him from Saul. moyo ambao unapambana kutimiza mapenzi ya Mungu. A heart that performs God's pleasure, according to King James. Moyo ambao unatenda mapenzi ya Mungu kulingana na tafsiri. A heart of dignity. Moyo wa heshima. A heart of integrity. Moyo wa unyofu. A powerful heart. Moyo wa nguvu. A strong heart. Moyo wa nguvu. Treasured heart. I can say them all the way. Ninaweza nikazisema sote. Hallelujah. Hallelujah. Have you got a few? Je, mmepata chache? Now you can really use those to look at the picture of your heart. Sasa unaweza kutumia hiyo kutazama taswira ya moyo wako. Then you can now electrocardiogram or electroencephalometer. I don't know what the names are these days. You can now connect to the heart and take the readings against these parameters, right? Alafu unaweza kuziungamanisha na moyo na kusoma kulinganisha na hizi. Hallelujah. Hallelujah. And you see where you measure on these parameters. Alafu uone mahali ambapo unapima ambapo umefikia katika vitu. Prepare a righteous bride in this church. Prepare a holy bride in this nation. Time is over. I have seen the Messiah
coming for the church.